sakata zima ambalo linaendelea sasa hivi kwa dada yetu muigizaji Nicole baada ya kuchezesha mchezo kuwa kama kijumbe, lakini mwisho wa siku mambo yakawa ndivyo sivyo. Kapelekwa polisi na tetesi zinazosemekana anadaiwa takribani milioni 180 na anatakiwa atoe dhamana ya shilingi milioni 40 na ili apate atoke ndani, lakini mpaka sasa hivi hatujaona chochote kinachoendelea. Kwa kweli, kwanza niseme tukiwa kwenye mitandao tusijisahau. Unaweza kuwa ukawa kwenye mitandao lakini usijisahau, usiwaambie watu maneno mabaya, ukawa kashifu, useme mimi ninazo pesa sana, naweza kutumia sana, mimi naweza kujifanyia sana. Usitukane mamba kabla hujavuka mto. Na hili la Nicole, hata sisi pia watu wazima, mimi niko kwenye mitandao, lakini ni somo kubwa sana kwa binadamu yoyote anaweza kumtokea, kwa vile yeye ni kioo cha jamii, ameonekana, lakini wako nyuma ya pazia, wako kina Nicole wengi sana, wanakula pesa za watu, wanahujumu, wanafanya vitu vibaya, wanatoa kashfa, lakini wao hawaonekani. Kwa Nicole ameonesha kuwa tusitendee watu baya. Tunahitaji, angefanya jambo jema leo hii zile milioni 43 sijui ngapi zingetoka just like that, lakini hakuna mtu anataka kuchanga kwa sababu ameona kabisa kwanza kafanya dhulma, kachukua pesa za watu. Lakini pia niseme na hao mazumbukuku ulimwengu kwa huku, unamwamini vipi mtu kumpa pesa yako? Unatoaje milioni 10? We benki hakuna, benki zilojaa tele, unachukuaje pesa ukampe mtu binadamu mwenzio kweli? Unakuaminika sasa hivi? Sasa hivi usimwamini hata ndugu yako uliyezaliwa naye. Hapo sasa. Kwa kweli Nicole nampa pole huko aliko, akitoka ana la kujifunza, akae kwa adabu, aseme maneno mazuri, ile kusema maneno mabaya. Na hisi ndio watu wanazidi, mimi naona video zimekuwa nyingi, wanamuekti sana ule mdomo, ile shepu, lakini na hao pia wanaofanya hivyo wasijisahau. Usiseme mtu wakati na wewe bado uko duniani. Ukishakata pumzi ndio huna lako jambo. Lakini mimi niseme tupunguze tena hii kumsema, tumwache sheria chukue mkondo wake. Kuna baadhi ya watu wanasema ana marafiki, lakini kweli marafiki wa kushindwa kutoa milioni 43 kwa ajili ya kwenda kumtoa ndani? Au marafiki uchwara? Siku hizi kuna rafiki wa kukutakia mema kweli. Kwenye furaha mtafurahi wote, lakini likitokea jambo baya ndio huyo anakuwa adui yako. Adui yako ndio rafiki yako, kwa sababu yule anayejua mabaya yako. Kama mimi ningekuwa na marafiki saizi, lolote likinitokea mtaona ndio watakuwa wabaya wangu, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu sina rafiki. Yani mimi rafiki yangu ni wale ambao wanakuja kwangu kufundwa, wananunua bidhaa zangu, ndio marafiki. Na nyinyi hapo wa media ndio marafiki zangu. Lakini mimi nimejifunza urafiki unafiki tu peke yake. Kuwa peke yako, marafiki hakuna. Wako wapi? Wameshindwa kumchangia hata hizo pesa kidogo. Milioni 43 sio kitu. Mbona wameshindwa kumchangia? Kwa hiyo wamemwacha mwenzao kule na mdomo wake na shepu yake, akaye anagaragara huko. Kwa kweli kama wapo marafiki mlioshirikiana naye, mmefanya furaha na yeye, mchangieni, msaidieni mwenzenu kabisa. Akitoka pengine atabadilika, atakuwa malaika yule, huwezi kujua. Mama, huu ni mwezi wa Ramadhani, tunaamini kwamba ni mwezi wa toba wa watu kumrudia Mungu wao. Sasa kuna kitu kinaendelea au kuna vitu ambavyo vijana wao wanafanya ambavyo pengine utakuta kijana labda alikuwa na wanawake 6 ambao anaondoa, lakini ikifika mwezi wa Ramadhani anawaacha, lakini baada ya Ramadhani anawarudia. Wewe kama mama una lipi la kuongea na huyo kijana? Mimi kama huyo mwanangu kwangu hakai, kwa sababu kama una mahawara zako huko unawaacha kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, baada ya Ramadhani unawarudia. Mimi siwi mama yako, kusema kweli sio haki. Kama una mwanamke wako muoe, muendeleze Ramadhani, uwe naye wa halali, ndio inavyotakiwa. Halali ndio inayotakiwa. Kusema kweli hivyo wanapofanya sio tabia nzuri, sio kitu kizuri, na ni waase watoto wa kiume. Unapofanya mapenzi na mtoto wa watu wa kike, ujue na wewe utapokuja kuzaa mtoto wako wa kike atafanywa hivyo hivyo kama unavyofanya watoto wa wenzio. Ndio mara nyingi inakuwa hivyo. Mama, tumalize na Nicole alafu tuje kwenye mambo mengine ambayo yanatokea kwa mabinti zako wa kike.
Sasa hivi tumeona Nicole ni mwigizaji anafanya series, lakini pia kuna waigizaji wenzie pengine hata wao pia wameshindwa kumchangia chochote kitu ili mradi Nicole apate dhamana ya kutoka ndani. Tukiacha hilo tu, kuna baadhi ya interview ambazo aliwahi kuzifanya Nicole kipindi ambacho yuko nje, anasema ana nyumba, ana pesa, ana magari. Je, kwa uwezo alokuwa nao anashindwa kutoa milioni 43 au ni majivuno tu yalikuwepo kwenye mitandao? Maana wasanii wengi tunajua, wengine wanaigiza. Niseme kitu, unaweza ukawa na nyumba, mwenye nyumba anajulikana na mpangaji anajulikana. Angekuwa na nyumba sasa hivi si tungeona hati imewekwa, angepata dhamana, lakini hana nyumba. Ilikuwa fahari. Fahari ni mama wa ujinga. Tusijipende kujifaharisha mbele za watu kwa hatuna kitu chochote. Zile fahari zake ndio zilopelekea huko. Na hao waliosema wanaoact naye, pengine ilikuwa wanaact tu, baada ya pale hawajuani. Ukienda kuact, hata na mimi nilikuwa na act, lakini mwisho wa siku wale ambao umeact nao sio ndugu zako. Umekwenda umeact alafu unarudi kwako. Kwa hiyo sidhani kama wao wataweza kumsaidia pia. Sawa, nikutoe kwa Nicole. Tuje huku kwa biharusi wa juzi hapa, tunamzungumzia Hamisa Mobeto na rafiki yake wa ubani Rushaina. Mambo yamekuwa sio? Ala. Mbona Kweli sipo kwa dunia? Rushaina akamsema Hamisa Mobeto, kweli kwa uwezo wa Hamisa Mobeto jinsi alivyo wa kwenda kukubali kuolewa na Aziz Ki, na kwa mujibu wa sauti ambazo zimesikika kwenye kipindi cha ICU, lakini pia mimi pia nilipata nafasi ya kuzisikia kupitia Juma Lokole. Alikuwa anamwambia kweli ule mdomo wa Azizi, kweli mimi tukimtazama Hamisa nashindwa hata cha kuongea. Kwanza niseme astaghfirullah alazim. Hakuna binadamu mbaya duniani, hayupo. Ulichokuwa hukiwezi kukitengeneza hata kucha, basi sio kibaya. Mbona yeye hajamtengeneza Aziz Ki wake tukamuona kamuoa? Yuko wapi alomuoa? Wasitake nikasema mengi. Ile ni riziki kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hamisa kapata riziki. Choyo kaona mwenzie kapata zaidi ya yeye anavyofanya. Kusema kweli, watoto wa kike utaweza kuwa na mashoga, lakini si shoga wengine si shoga, na akisogea pia anaweza kumuibia. Kama amesema hayo, sio mtoto mzuri, sio mtoto mwema, kwa sababu alikuwa hamtakii mema mwenziwe. Sasa urafiki gani huo wakuwa unamsema mwenzio? Kauona mdomo wa Aziz Ki, na yeye je ya kwake? Kaongea mengi. Mimi ndio huwa nasema watoto wa kike hawachagui la kusema, anasahau nyuma ya pazia lake kulikuwa na nini. Ameyazungumza yote. Anabwaja tu, anawaambia watu, anawaambia nyinyi mlikuwa mnataka mimi nirudi kwenye ndoa ya Manara. Sio kwa baya kakaangu Manara, ila hii ni sauti ambayo nilisikia kaona mimi na nukuu kilichozungumzwa. Kweli mnataka nirudi kwa Manara, alafu Manara ananuka tumbaku ile ndio ile anaikwaga wao chini ya mdomo. Kwa mujibu wa sauti za Rushaina, anawaambia mlikuwa mnataka nirudi kwa Manara, alafu mtu wenyewe mdomo wake anavuta tumbaku, ananuka tumbaku. Ndio niseme, amesahau kama alikuwa mumewe wa ndani ya ndoa. Alikuwa analala naye kitanda kimoja, hakuzisikia hizo tumbaku. Shangaa. Na pengine naye anazo tumbaku zake, je watu hawazisemi? Na Manara akitaka kumchafua si anaweza tu kiasi kama hiyo. Lakini unaambiwa hakuna kitu kizuri kama kumstiri binadamu mwenzio. Ukimstiri binadamu mwenzio na wewe utastiriwa. Asiseme maneno mengi na yeye bado hajamaliza. Sema kweli, kama kasema hayo sio vizuri. Na mwali hasa aliyefundwa akapewa fundo anaweza kutoa ya iliyotumikaga chumbani kwake. Anaweza akatoa kwa hasira, pengine alikuwa anakitaka kile kitu akipati tena. Anaweza kusema hayo kwa anakitaka bado. Na kama angekuwa hamtaki asingesema hayo, pengine anamtamani bado. Inawezekana ikawa Rushaina bado anatamani ndoa yake na inawezekana ikawa anatamani bado ndoa yake na Haji Manara. Anapomuona Zailisa anafaidi, usiseme hataki. Hata kufaidi. Umeona mabrand ambassador kila siku Zailisa hayo sasa anayatamani na yeye brand yake iko wapi? Hatujaiona mpaka leo. Hajawahi kupata. Atapata wapi? Ndio hivyo. Asiseme sana, anyamaze tu, aombe Mwenyezi Mungu. Kusema kweli, mimi yule mtoto namuombea Mwenyezi Mungu. Kwa sababu na mimi pia nina watoto na wakwe.
Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu abadilike. Mwenyezi Mungu atamuokoa. Kwani mtoto mzuri tu atapata mume wa maana. Ni kweli kabisa. Lakini kama hivyo kamsema Hamisa sio kitu kizuri. Kwa sababu yule anaweza leo na kesho akamsaidia, akamnyanyua. Ndio huo uadui. Sawa. Mimi natamani nifahamu kitu kimoja. Kwenye hili lililotokea nimeona Hamisa na Rushaina Hamisa amemunfollow Rushaina kwenye akaunti za Instagram. Labda unaweza ukamwambia nini binti yako? Ndo kwanza changa. Maneno ya nje ndo kwanza anaanza kuyasikia. Kuna muda atakuja kuambiwa kabisa Aziziki huko kwao kaacha mke. Sio tu mtoto, kaacha mke. Maana hayo pia yapo yanazungumzwa. Kwa kweli kama ameyavulia nguo, maji hayakoge tu. Ukiyavulia nguo maji unayakoga. Ukimkuta mwanamume anaichi ana kile, watu wakisema wakihangaika, akaze buti tu, akae na mume wake, afurahi, enjoy. Ndio kwanza kama mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio muda wake wa kumweka vizuri, wa kumweka kwenye ibada, wa kufurahi naye. Hakuna kitu kama mume bwana. Kastirika, kapata stara. Na kuna wengine hawana kabisa. Wengine magumegume tu.